na wakanisa na wale wamekuja kutufunga kamba kwa mazishi ya Bwana James, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi majina naitwa Nancy Karai Mteshi. Niliolewa na Bwana James mwaka wa 2001 mwezi wa 5 tarehe 24, na nikafanikiwa kupata naye watoto wawili. Wa kwanza anaitwa Brian Peter Mteshi, wa pili anaitwa Mildred Jevaya Mteshi. Kijana ako nyuma anakuja, nilitangulia na msichana. Nilikaa na James kwa uzuri. Nilipozaa mtoto huyu wa pili, kama hako na mwezi mmoja, James akanigeuka, akaanza vituko na akakuwa asaidii watoto, asomeshi watoto. Nikavumilia. Kila nikienda kwa mama yangu ananiambia nivumilie, nyumba ndio hivyo. Ikafikia mahali marehemu akashikia mamangu panga na kutaka kumkatakata kwa mambo ya kumuita mama haja tatue kesi ya ndani ya nyumba. Nikavumilia. Wapenda, nilitoka kwa James si kwa uwezo wangu, ila ni kwa ajili ya huyu mwanamke. Mimi nilisababisha James kuitwa baba. Sikupata James na mwanamke, sikupata James na mtoto. Mtoto wangu wa kwanza, mtoto wa James wa kwanza ako na miaka 15. James asaidii watoto. Akifikiria kusaidia watoto, anasaidia. Akikataa, hasaidii. Mimi ndio kila kitu. Huyu mwanamke ndo aliniharibia nyumba yangu, si mtu mwingine. Watoto wangu sasa hivi wamebakia yatima, hawana baba, hawana mtu wa kuwasaidia. Mimi ndio kila kitu. Lakini naomba Mungu amweke Bwana James mahali pema peponi. Sikupenda kwangu na ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na angalia vile watoto watasoma. Kama familia mtakubali watoto wangu, nitawaacha hapa muwasomeshe. Na kama hamtawataka, nitaenda nani. Mimi nilikaa na James vizuri. Lakini nilipofika mwezi wa 8 tarehe 2008, James ndo alikuwa pepo. Alikuwa haambiliki, akasikia huyu marehemu. Na wazazi walikuwa wajui. Nimekaa nikiteseka. Muulizeni zile vitu nilinunua na Bwana James ziko wapi? Sasa ndo nawaelezea. Mimi sikuja hapa kwa vita. Sikuja hapa kwa vita. Nakwambia sikuja hapa kwa vita. Wewe kama ulikuwa ni mwanamke mzuri, wakati James alikuwa Nairobi, mbona ulikuwa na mwanamke na nyumba? Umeniujia kwa nani? Watoto wako ni yatima, hawana baba, niko na wao peke yangu. Halafu naongea nini? Unafikiria msijui ninataka nifanye kazi kwenye nyumba kwa ajili ya watoto na wao kukula mali ya Bwana James. Mama, mashangazi, nyamazeni. Mababa, Nyamazeni tusiku. Kwa watoto wangu. Wengine havitui leo. Mwashi kulikia watoto. Sina uwezo. Mimi ndio baba nimebaki. Na mimi ndio baba. Pamoja ninamlipia nyumba yangu. Ni huyu mwanamke. Mama ndio kila kitu. Put the microphone. Put the microphone. Langawishi. Okay, umanya kwa maisha kwa hadawe. Kwa lera no. Yule mwingine ako wapi? Na aseme mambo yake. Kuna hali ya uchungu hapa na hali isiyoeleweka
kwani hawa bibi wake wenza hawa wawili wamezua hisia chungu katika hotuba zao. Wanalaumiana huku ule wa kwanza au anaishi hapa nyumbani akiwa anazua zogo kutokana na matamshi yaliyotoka kwenye kinywa cha yule mwenzake. Ijapokuwa hali hii sio ya kawaida, lakini inaeleweka, kwani matanga ya wake ya mtu ambaye amewaacha wajane wawili, lazima wake wenza wana sababu za kutoa hisia chungu za aina hii dhidi ya mwenzake. Sasa ni zamu ya yule mwingine ambaye anaitwa, lakini inaonekana kana kwamba ameondoka kwa hasira na kuingia ndani ya nyumba, na itabidi ratiba iendelee. Kwa hivyo atashauriwa baada ya machungu haya, ili kutopoteza muda huu. Nadhani atawaita sasa watoto wake marehemu na tuendelee na kipindi kingine. Atawaita, nadhani mratibu atawaita watoto wa marehemu sasa, na pengine yule mke anayeishi na marehemu atapewa fursa ya kuzungumza baadaye. Kwa hivyo tutasubiri ili tuweze kujua ni yapi yatakayotokea na jinsi mambo ya matanga jinsi yanavyoendelea hapa. Jina langu ni Joseph Mkasa, nikiendelea kuletea matangazo hayo ya moja kwa moja, na nikitangaza matangazo hayo kwa njia hii ya runinga ili kuwapasheni wale wote ambao pengine huenda kufika mahali hapa. Hebu sasa tunasikiliza watoto wa marehemu.